Njoo mara moja. Shikamoo dada. Marahaba, ujambo? Jambo. Habari dada? Salama. Huyu ndo dada yangu mwenyewe nilikuambia. Kwa hiyo nilikuwa nishamdokezea. Kwa hiyo nawasikiza nyinyi. Sema kweli kwa mimi. Sina takila. Kweli kabisa. Lakini madam mrembo yupo. Hii kazi yetu tumwachie mwenyewe. Na sawa. Dada. Samahani dada. Naombi langu naomba msaidie. Naomba shemeji yako tusikae naye mezani. Maana kula nakukaa naona mbali sana kwa naye mbali sana. Wala usijali ndugu wangu sio. Au kuna tatizo lingine? Ni ile tu dada. Kwanza najua ndugu wangu na unajua mimi nakupenda sana. Na pili, nitakapokuona wewe unafurahi, mimi mara 100 zaidi ya hiyo furaha yako. Kwa hiyo hilo usijali ndugu wangu wala usiwe na wasiwasi. Mjini kuna kazi imetokea. Je, utakuwa uko tayari kwenda kufanya kazi? Kazi gani dada? Kazi za ndani tu. Bei gani mshahara? Mshahara ni shilingi 100,000 tu. Je, uko tayari? Ndio, nimekubali. Tunashukuru sana. Hata kwanza ninashukuru. Maana roho yangu ilikuwa ina pressure. Basi naomba kesho jiandae, tunaweza ondoka. Sawa dada. Ila ninachotaka kuambia tu, wala hata usiwe na wasiwasi. Huyu hapa ni shangazi yangu kabisa, mtoto wa kakaangu. Na huyu hapa ni rafiki yangu Fika. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi kabisa. Na chochote kitakachotokea usisite kuniambia. Sawa dada. Nashukuru sana. Na shemeji. Naam. Karibu sana. Asante, mimi nashukuru sana. Nisikie huko nyumbani. Usiwe na hofu yoyote. Maana ukiangalia huko kuna bibi mkubwa, ukienda huko kuna bibi mdogo. Alafu hivi unakumbuka nilikuahidi nini vile? Hapana. Sasa ikiwa unasahau tu hilo, je, majukumu yako si utanisahau hadi mimi jamani? Siwezi kukusahau bwana. Nilikuahidi hivi. Pindi utakapokubali kuwa na mdogo wangu na kuwa naye, mwisho wa mwezi huu nitakununulia gari. Jamani dada, umenisurprise. Hilo ni wewe tu kwa mimi. Afu kingine, yani nataka siku hiyo shemeji yangu awe ndani ya suti, mdogo wangu awe ndani ya shela. Alafu kuhusu ndoa yenu yote, niachieni mimi kila kitu. Najiona mtu mwenye bahati. Karibu sana shemeji yangu. Asante. Na shemeji, mimi niseme na kushukuru sana. Katika hilo Mungu akubariki kikweli. Usijali shemeji yangu. Ondoa hofu. Na ukiwa kuna tatizo lingine, wewe niambie tu, usijali. Haya, basi mimi nipo ndani. Ndio ndugu. Naona mambo sana. Safi. Mambo super. Kama kawaida. Kwa sababu naona kabisa hata ngozi inaonyesha kabisa ina mafuta ndani yake. Wewe tena. Jimbo majabu. Naambie ndugu yangu. Ndugu yangu, kwa sasa huwezi kuamini. Tangu niruhusu maisha yangu kumkabidhi Ritu,
kikweli sasa hivi na enjoy katika mapenzi yake. Na enjoy kabisa katika mapenzi ya Litu. Wewe Kabisa. Unajua nitake nini kwa Litu nikakosa? Siongei mara mbili bro. Nimeshatimiziwa. Unajua Mungu mwanzo haukuelewa nini anachomaanisha. Nilitaka mimi wewe upite njia yako. Ndio usipita mimi. Unajua bro sasa hivi unaona kabisa maisha yamebadilika. Jeans kali, laba kali, t-shirt kama hivyo. Mtambo la maana au sio? Lakini unajua wewe nuksi sana. Mimi ndio jimbo hapo jambo. Jambo lolote lipe kwako limekwisha. Kabisa hilo nakubali. Na mimi ni kuahidi tu ndugu yangu. Kwa sasa mimi natulia kwa Litu. Nimetulia kama maji ya mtungi. Na surprise kitu kingine. Dada yake na Litu ameniambia mwisho mwezi huu ananunulia gari mpya. Wewe bwana wewe. Usiniambie bwana. Serious ndugu yangu. Sasa basi. Baada ya kuchukua hiyo gari, ndio mimi nataka nikaambie kidogo pale. Shoka. Nataka kishoka. Na vimba. Miguu kwenye dashboard. Bwana wewe. Binti, ndio uko tayari kwa safari? Ndio dada. Oh my God. Auntie, sio sawa kubeba nguo mkononi unajua? Shoga yangu. Hakuna taa begi. Begi lake limeliwa na panya haitamaniki hata kidogo. Shoga yangu. Hata mfuko. Huo mfuko unatokana na wapi, shoga yangu? Hamna mfuko. Oliva, basi kujaribika kitu. Tukifika pale nani stendi, tutanunua hata mfuko wa super sokoni ule, utahifadhi nguo zako. Sawa. Huko unapokwenda, msikilize bosi wako na wala usiwasikilize wengine. Mjini kuna changamoto. Kwa hiyo naomba umsikilize sana bosi wako. Sijui unanielewa dada yangu. Na huko unapokwenda utukumbuke na sisi. Mimi nakutakia safari njema, uende salama, ufanye kazi yako vizuri, wala usipate na changamoto yoyote dada yangu. Haya shoga yangu, basi tuwasindikize. Hata sikutegemea wewe wanaondoka. Naam. Tunakuja pale nje nimeona maduka kuna kilemba kizuri cha rangi ya blue bwana ule kitu. Mbona sijaviona? Kwa sababu gani? Ndio utaje mambo ya kitu jamani. Mimi yeye nimekiona. Sawa. Basi tukitoka utanikumbusha. Sawa. Ndio dokta. Kwanza hongereni sana. Hongereni sana kwa sababu bibi ni mjamzito. Dokta kweli? Kabisa. Sina sababu zozote za kudanganya kwenye hilo. Sasa kwenye hili ningependa mnahudhuria kliniki kila pale inapohitajika. Na ningependa uwe unaongozana naye kila baada ya mwezi kwa ajili ya kujua maendeleo yake. Katika hilo ondoa shaka dokta. Mimi nimekuelewa sana. Na nitafuata ushauri wako. Sawa. Hongereni sana. Hongera sana. Hongera sana. Basi okay, Nike. Ntalipia pale. Haina shida. Nashukuru sana, tukutakie kazi njema. Nashukuru sana nyie. Sawa.
My sister. Kabisa. Wow. Birigita. Birigita? Ni Oliver. Oliver? Yeah. Oliver, karibu kae hapo. No, kaa juu ya kiti. Weka mfuko chini. Habari za hapa sister? Za hapa salama, sijui nyinyi uko na familia. Inaendelea poa. Vipi maendeleo ya Litu? Litu nashukuru Mungu. Sasa hivi yuko poa kabisa. Wow. Yaani yuko salama usalimini. Kwa hiyo sasa hivi anaweza akanitambua na akanijua. Yaani hilo sio la kuuliza ndugu yangu. Hata mimi ananijua. Siamini my friend amerudisha fahamu zake sana. Oh my god. Natamani hata kumuona. Yuko wapi? Ametoka kidogo. Okay. Sister Tamasha? Ndio. Huyu ndo yule msichana ulioniagiza. Anaitwa Oliver. Oliver. Yeah. Ndo msichana wako wa kazi kwa sasa. Ndio. Okay. Oliver, huyu ndo anaitwa my sister Tamasha, ndo atakuwa bosi wako kwa sasa. Kwa hiyo naomba uwe mtulivu. Najua wewe huwezi kuharibu. Okay. Ila mimi sikai sana. Naenda kwa hoteli kwa sababu kule bado pesa yangu inasoma. Jamani. Kwa hiyo hata chakula utaki, kinywaji. Amna my sister, nitakuja kula tu, haina shida. Nitakuja kumuona na Litu kwamba umesema katoka? Ndio. Basi haina shida. Okay sister, sina muda wa kukaa. Kwa maana inabidi niende hotelini. Oliver, kuwa na amani. Huyu dada ana shida. Kwa hiyo ishi naye vizuri. Sawa? Yaani ishi kama kule kijijini unavyoishige. Ninakuamini. Sister, huyu naye ana shida. Ni mtulivu tu. Sawa, hamna neno. Okay. Mimi ngoja niondoke. Nitakuja tena siku nyingine kumuona Litu. Aya, bye. Aya, sawa. Dada Masha. Dada na furaha dada. Ama siku furaha kama leo. Mimi nimekuja na ndege au? Hapana, mwambie ana furaha gani mdogo wako? Niambie furaha yako. Hii na mimi nifurahi. Potea. Sio niseme nini jamani. Au umeniachia mume? Ngoja kukuachia. Niambie basi. Mshino potea. Ndio. Dada mimi mjamzito. Wow! Dada siamini. Nani? Kweli ndugu yangu? Jamani. Kikweli hapo cha msingi. Tumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Hili ni jambo la heri. Pili, sikilizeni sana daktari ushauri wake. Ili mkae vizuri. Sawa shemeji, sisi tumekuelewa. Basi karibuni. Jamani yote 9. Lakini hapa kuna ugeni. Ugeni gani tena huo dada? Unakumbuka nilimwagiza Sukita kufanya kazi? Kipindi kile una matatizo. Maana kazi zote mdogo wangu za ndani zilinilemea mimi. Mpaka tena nikawa nakonda. Yule mfanya kazi ameniletea. Wow. Eh. Dada yangu utapumzika sasa.
ila umefanya kazi ndugu wangu. Anafanana copyright na Biligita. Biligita gani? Huyo ni shoga yako marehemu. We. Ngoja nimuite atakuja kunionea. Oliva! Oliva! Njoo mdogo wangu. Ni mateso ndani na mapendo ndani na tura 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 tura